Yo, tumia dola zikuzoe. Yeah, tunatumia more money. This is more. Unamanya nini? Ndio mkalie bata yani. Dola ni club yoyote. Mukana kera ujinga pigwa tanye kumone podcast yonyu. Waliosema kimumunye huharibikia ukubwani hawakukosea. Kwani kijana mmoja aliyeishi maisha ya kimaskini, siku moja alibahatika kwenda mjini kutafuta vibarua. Alitokea kwenye familia iliyozongwa na umaskini. Wazazi wake walikuwa walala hoi. Kijana huyu alisoma kwa shida sana. Hakufanikiwa kwenda mbele kwa ukosefu wa karo. Kijana huyu akawa tu ndiyo tegemeo kwa wazazi wake. Alipofika mjini, akastajabu kuona vijana wenzake wanaishi maisha mazuri. Akatamani naye kula bata kama wenzake, ila kwa kuwa kipato chake hakikuweza kumruhusu. Hivi ikamfanya kijana huyu kuwa na mawazo mengi ya kutamani angalau siku moja kuishi kama wenzake. Hivyo siku moja akawafuata baadhi ya marafiki zake na kuwauliza ni njia gani waliotumia ili kupata hela hizi wanazomwaga. Mmoja wa marafiki zake alimwambia kwamba mimi nilienda kwa wazazi wangu nikawalazimisha waniganyie kipande cha ardhi kama urithi wangu, na nikauza, na sasa ninaishi maisha mazuri ninayotaka. Wazo hili alilopewa na rafiki zake hakulipenda, akaondoka. Lakini baada ya miezi kadhaa, jamaa huyu alishindwa kabisa na kuchoka kuishi maisha ya kung'ang'ana. Akawaza na kuwazua, ila jibu likawa ataenda hata kwa wazazi nyumbani ili awaambie pindi watakapokataa atatumia njia yoyote kuhakikisha kwamba anauza sehemu hiyo ya ardhi na kwenda kuishi maisha mazuri mjini. Basi siku moja akafunga safari kuelekea nyumbani. Alipofika nyumbani akamwambia baba yake. Baba yake alikataa kabisa, akasema yeye hawezi kuuza kipande cha ardhi aliyoachiwa na wazazi wake. Hii ikamfanya kijana akakasirika sana. Akarudi mjini kuelezea rafiki zake. Rafiki zake wakakaa kikao kufikiria ni njia gani watakaoweza kuitumia ili kumsaidia rafiki yao kuuza kipande hicho cha ardhi kwa lazima. Mmoja wao akaja na wazo, tuandike barua nyingi zinazosema wewe mzee ni mchawi, hama hapa mara moja, bila hivyo shoka, panga na nyundo vinakungoja vikumalize. Twende nazo usiku tukamwagie hapo mlangoni, na nyingine tuzimwage huko barabarani. Watu wasome, na hakika atakapoziona asubuhi ni lazima ataondoka. Baada ya miezi miwili, vijana wakaandika barua nyingi na kuzimwaga barabarani, na zingine kwa boma la mzee. Asubuhi na mapema mzee huyu alipoamka alikutana na barua hizo, huku zingine zikiokotwa barabarani. Mzee huyu alishauriwa kwenda kupiga ripoti kwa chifu, kisha baadaye akampigia kijana wake simu na kumweleza yaliyotukia kuhusu barua. Kijana aliahidi kuja siku hiyo hiyo ili waweze kujadili swala hilo. Kijana alipofika nyumbani alionekana mwenye majonzi, kama ambaye sio yeye aliandika barua hizo, ila mwisho akamshauri baba yake aondoke, kwani labda watu wabaya wangeweza kumwangamiza. Mzee na familia yake wakahama, wakaenda mbali kwenye mashamba yao ya ukoo. Kwa unyenyekevu kijana akamfuata baba yake huko walikohamia na kumrai kwamba baba, mimi nimeshapata mnunuzi anayetaka kununua sehemu ile ambayo tulifukuzwa. Heri tuuze tujenge huku kupya kuliko tuiache inyakuliwe na watu. Kijana akachukua stakabadhi zote za shamba na kuahidi atakapouza atajenga nyumba nzuri ya familia na kuhakikisha anabadilisha maisha ya familia hiyo.
Kijana alifanikiwa kuuza shamba hilo na kupata kitita kikubwa cha pesa na kurudi mjini kuanza kuishi maisha aliyotamani kwa muda mrefu. Huku nyumbani wazazi walibaki wakimtafuta. Huko mjini alianza kuponda pesa kwa anasa, huku akiongea lugha ya pesa, na pia aliahidi kutimiza kila ndoto zake alizoota wakati alipokuwa mlala hoi. Kwani zamani alitamani sana wasichana wazuri na kuanza kuwabadilisha kama nguo. Pia alitamani maisha ya magari, hivyo akaanza kukodisha magari makubwa makubwa. Baada ya miezi 6, pesa nayo ikaisha, marafiki nao wakapungua, asijue kwa kuanza wala kwa kumalizia. Akakosa kwa kulala, hata mlo wa siku nao ikawa shida. Akawaza na kuwazua, mwisho akaamua ni heri arudi nyumbani kwa wazazi wake aombe msamaha.